Kevin, karibu tena katika awamu hii ya pili. Unaweza tuelezea tu ni sekta ipi ambazo ziliweza kuathiriwa kwa upana haswa katika kaunti yako ya Kisii na wale ambao wako katika kaunti zingine zilizopakana na kaunti za Kisii? Tunaongelelea Migori County, tunaongelea Homa Bay County, kati ya kaunti zingine. Ni sekta gani haswa? Tunaongelelea sekta ya afya ama kuna sekta zingine ambapo au vijana ambao ulikuwa ukifanya nao kazi waliweza kupoteza kazi? Si sekta, asante kwa hiyo swali. Naweza sema si sekta ya vijana peke yake. Ukiangalia USAID, ili ni shirika ambalo lilikuwa linashirikiana hata na afya, hata na the Ministry of Health, hata na some other organizations, the Ministry of Agriculture. Na kwa ukiangalia si shirika la vijana peke yake ambalo limepata kupoteza, lakini ukiangalia hata afya, ukiona ya kwamba afya, for instance, tuliongelelea ile ya kwanza ambayo vijana ilikuwa inaitwa ni Tusome. Alafu kuna ingine yenye ilikuwa inaitwa HIV Prevention Services, ambapo walikuwa wanasaidia wale watu katika jamii ambao wako na ugonjwa la ukimwi. Kulikuwa na HIV Prevention Services ambao pia ilikuwa, those services zilikuwa zinafanywa 80% pole ilikuwa ni vijana, na 20% ilikuwa imepeanwa kwa wale watu ambao maybe si vijana, ambao ni miaka 35 kwenda juu. Na kwa ile 80% ilikuwa ni purely vijana, na kwa hivyo kwa ile 80% ndio ilikuwa inagawanywa. Kuna wale living with disabilities, so ilikuwa inagawanywa kulingana na vitengo mbalimbali. Na kwa hivyo kulikuwa na nyingine ilikuwa inaitwa Integrated County Health Profiles, ambayo siwezi ongelelea, ambapo maybe mawaziri wa county ndio wanajua vile ilikuwa inafanya. Kwa hivyo naweza sema kwamba si shirika letu peke yake la vijana, ni shirika zote ambazo zilikuwa zinapata msaada kutoka shirika kuu la USAID. Na si Kisii peke yake, ukiangalia tuko na Migori, tuko na Homa Bay, tuko na Kisii yenyewe, tuko na Nyamira. Kwa hivyo ni county nilizosema kwamba ni zote, especially zile ambazo ziko katika eneo la South Nyanza. So it's all across, not just in the youth section, lakini tuko na pia maeneo ya afya. Tuko na wale vijana ambao walikuwa wanafanya agribusiness, poultry. Wote walikuwa wameumia, kwa maana unapata USAID inapea vijana, labda mimi nafuga kondoo. Kuna ile proposal ninaandika, ikishapita hiyo proposal wanakuja wanaangalia mahali nafanya farming yangu, mahali nafugia kondoo zangu, kisha wananipea, kuna kitu tunaita grant. Kuna grant ni ile pesa ambayo unapewa haurudishi. Kwa hivyo ukipewa grant, wanaanza kukupeana grant ya 40,000. Ukipewa grant ya 40,000 uifanyie kazi kulingana na vile ulikuwa umeelekeza chini, wanakuja pia wanatazama kweli ile pesa imefanya kazi ama haijafanya kazi. Wakipata imefanya kazi, sasa utafaulu kuomba kupata loan. They could even give loans, and then hii loans unachukua kama business loan, unaona. Kisha kuna ile unalipa asilimia kidogo sana ambayo yenye kila kijana anaweza kufaulu kufanya nini, kulipa. Kwa hivyo vitu hivyo zote zimeharibiwa, na kwa hivyo inaacha kijana si wa Kisii peke yake, si wa Migori peke yake, si wa Homa Bay ama Nyamira peke yake, lakini vijana wale maeneo ya